Yes, bana, siku ya leo wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamerejea kileleni kwenye msimamo wa ligi ya Tanzania bara baada ya ushindi wa mabao 3-0, mechi 2, mabao 6, clean sheet 2, alama 6, top on the table kwenye msimamo wa ligi ya Tanzania bara. Simba Sports Club wamecheza lele pira biriani, yani kumbe Simba pira biriani anaro Selemani Matola. Unaweza kujiuliza Simba Sports Club ilipeleka wapi lile pira biriani? Leo tumelishuhudia. Mimi sio hayo, tunataka nizungumzie viwango ambavyo leo wachezaji wa Simba wameonesha. Nikianza na Joshua Budo Mutale. Ametuma salamu kwa anayecheza naye nafasi moja ya kwamba yes, nipo hapa, ninahitaji kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Leo alikuwa kama samaki, alikuwa kama ugali na mlenda, alikuwa na Teresa misili ya Lionel Messi wakati yupo kwenye pike ya ubora wake. Yes, leo amefanya vitu vingi vitokee Joshua Budo Mutale katika maeneo ambayo watu walikuwa hawatarajii kitu kinaweza kikatokea. Katika zoni ya 14 amewavunja kuanzia viungo na mabeki wa Namungo Football Club. Alikuwa na game nzuri sana Joshua Budo Mutale. Ukiachana na Joshua Budo Mutale, kuna mlinzi Roshan Deruk ambaye hadi hivi sasa ana mabao mengi zaidi kuliko washambuliaji wawili wa timu pinzani, utawataja mwenyewe hapo. Lakini vile vile ana mabao mengi zaidi ya kuliko Jonathan Soa, mshambuliaji pia wa Simba Sports Club. Roshan Deruk, kama kuna mtu ambaye msimu huu akiwa mbali na majeruhi, basi tuzo ya mlinzi bora msimu huu itakwenda mapema. Na Simba kama wako kwenye mchakato mwingine, basi wafanye haraka iwezekanavyo kumpa mkataba Roshan Deruk. Anaweza asimalize msimu huu dirisha dogo, wakubwa kabisa hodi kutokana na performance, interception zake. Anakupa vitu viwili, defender pekee ambaye kwa sasa anaongoza kwa mabao, anafunga na anazuia vyema. Yes, was superb. Kwa hiyo tuachane na Roshan Deruk, twende tukamtazame pia Alassane Kante Maodo. Mbona hamumsemi? Au kwa sababu mnajua ya kwamba mwenzake kaferi upande wa pili, mpaka hivi sasa hajaonesha vitu ambavyo watu wengi walikuwa wanatarajia, ndio maana hamzungumzi? Lakini to be honest, Alassane Kante Maodo amefanya kazi nzuri sana ndani ya Simba Sports Club, kazi iliyotukuka. Passing, namna ambavyo anacheza katika eneo lake haiachi Simba mbali, yani Yusuf Kagoma wanacheza karibu kuhakikisha kwamba anaunganisha eneo la kiungo na safu ya ushambuliaji, yani safi kabisa. Anacheza katika performance nzuri sana Alassane Kante, na ni kwa sababu amecheza na Namungo Football Club. Tunauzungumzia ubora wa Simba, tunauona, na tunazungumzia ubora wa Namungo Football Club. Namungo sio daraja la Simba Sports Club. Ukija kwenye issue ya quality, wao walikuja kupambana kuzuia kufungwa idadi nyingi ya magoli, lakini kwenye swala la quality kucheza na Simba, na hatupaswi kuipa Simba, ndio maana tunazungumza ubora wa mchezaji mmoja mmoja kulingana na kile ambacho amekionyesha siku ya leo, si ubora wa timu, kwa sababu tunafahamu tukienda kwenye quality, Simba na quality kubwa zaidi ya Namungo Football Club. Hatuwezi tukasema kwamba Simba alikuwa na mchezo mzuri sana kuliko Namungo Football Club kwa sababu ya quality ya wachezaji wa Namungo na wa Simba. Hapa tunazungumzia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja. Selemani Mwalimu, what a goal! Amefundisha watu namna ya kutumia miguu yao miwili katika eneo kama lile. Amemlambisha nyasi mlinzi Hussein Kazi wa Namungo Football Club, kisha akachagua engo ambayo anajua ni ngumu kwa golikipa kufikia, akapasia. Ameonesha quality class ya top striker ambaye kweli tunaweza tukazungumza ametoka Wydad Casablanca kwa mkopo kuja kucheza Simba Sports Club, si kwa bahati mbaya, bali ni kwa sababu ana uwezo huo. Selemani Mwalimu amefunga miongoni mabao bora sana ambalo linahitajika kwenye idadi yake ya mabao ili kuongeza confidence, na ndio bao pekee ambalo watu wengi wameshangilia uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa sababu wanafahamu umuhimu wa bao la Selemani Mwalimu kwake kama mshambuliaji, kama mchezaji wa Tanzania, bwana mdogo ambaye anajitafuta. Yes. Kwa hiyo tuseme kwamba leo Simba Sports Club waliokamata mchezo na walikuwa na kiwango bora ukichukua mchezaji mmoja mmoja,
na ndio maana umeona kama upande wa Anthony Mligo alikuwa anacheza juu zaidi, kwa sababu walikuwa hawawezi la kufanya. Lakini mchezaji pekee ambaye kwa siku ya leo dakika ambazo amecheza hajatu influence ni Elie Mpanzu. Elie Mpanzu kama amechoka fulani hivi, ana taratibu sana, so ile Mpanzu ile ambaye tunamfahamu. Uwanja Benjamin Mkapa, Elie Mpanzu anashindwa kufanya kitu kwenye dakika 45 za kwanza. Yes, sijajua nini ambacho kimemkuta, lakini anapaswa kurudi tena na kujiangalia kwenye kioo nini afanye ndani ya Simba Sports Club, kwa sababu matumaini kwa watu wengi ni makubwa. Bwana mdogo Maurice Abraham, yes, ni talenti nyingine ambayo inakuja kwa kasi mno, lakini ni new upcoming star boy ambaye atawika vikali mno kwenye ligi kuu Tanzania bara. Pamoja na kwamba nafasi anayoicheza wapo ambao ni wakubwa zaidi yake, wana uwezo mkubwa zaidi yake, lakini anaonesha kweli anaitaka namba ndani ya Simba Sports Club. Kitu pekee ambacho mimi kwake sikipendi niwe binafsi, yani ambacho sikipendi kwangu mimi, ni zile pasi zake vibao kata. Akipunguza vibao kata, Maurice Abraham atakuwa ni mchezaji hatari sana, kwa sababu tunaona anapenda kupiga sana vibao kata, japo ni pasi nzuri kama zikifika, lakini kama hazijafika, zile ni pasi ambazo mchezaji ambaye ni professional unatakiwa kuzipiga. Sio kila game au kila pasi ambayo unataka kupiga lazima uweke vionjo vya passing skills. Hapana, zile ni pasi ambazo unatakiwa kupiga kwenye tukio moja ambalo linaibua hisia za mashabiki. Yes, lakini ukiwa unapiga pasi hazifiki, sisi tutakuhesabia tu unapoteza pasi, unakuwa sio mchezaji ambaye unaonyesha matumaini. Neo Maema, yes, ametoa assist ya kwanza ligi kuu akimpa South Africa mwenzake Rushen Deruku na kuweza kukwamisha mpira kambani. Simba Sports Club ya msimu huu wanaotaka ubingwa, wanataka mataji ambayo wameyapoteza, na uwezo huo wa kuyachukua wanarunyasi wanao kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja, benchi la ufundi na kile ambacho tunakiona. Wameanza na msimu mzuri, Simba akiwa anaongoza mechi yao ya pili wameshinda zote. Azam ametoa sare, Young Africans ametoa sare. Kwa ni wakati ambao Simba kwa sasa wanapaswa kuwa na msimu bora zaidi, kuhakikisha kile ambacho wanakipata msimu huu basi hawakipotezi kirahisi, kwa sababu kuteleza kwenye ligi kuu kupo, yes, lakini unatakiwa uteleze wakati ambao unastahili kuteleza, sio kuteleza tu kila mechi ambayo ni ya kuchukua alama. Na mechi ambazo Simba anatakiwa kuzitolea macho makali zaidi ni mechi za Simba, Yanga na Singida Black Stars. Hizo ndo mechi ambazo Simba anatakiwa kwa kuchanga karata zake vyema, hakikishe kwamba anachukua alama kutoka kwenye hizo timu, kwa sababu ubingwa wa msimu huu, ili uwe bingwa ni lazima umfunge Azam, umfunge Simba, umfunge Singida, umfunge Yanga. Wewe kama unataka kuwa bingwa, mfunge Azam, mfunge Simba, mfunge Yanga, mfunge Singida Black Stars. Bila kufunga hizo timu, ubingwa sahau.